Bwana wa mabwana, wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni Mungu mkuu. Peke yako ndiye unayeweza, unaweza mambo yote. Umetusaidia kwa katika nyumba yako katika siku ya leo. Katika ibada hii ni wewe ndiye tegemeo letu Bwana. Matendo yako ni makubwa miongoni mwetu. Tuna kila sababu ya kusema kwamba unastahili. Unastahili sifa na utukufu. Unastahili kuabudiwa milele. Unastahili Bwana wa majeshi kupewa heshima. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mweza. Wewe ni tegemeo letu, wewe ni msaada wetu. Katika wewe kuna ushindi, katika wewe kuna baraka, katika wewe kuna uponyaji, katika wewe milango inafunguka, katika wewe aibu inaondolewa, katika wewe kuna kufufuliwa kwa wale ambao Bwana umevivia. Katika wewe mambo yote yanawezekana. Naomba kwamba Mungu katika ibada hii unene pamoja na mioyo yetu, utubariki, utuinue. Bwana wa majeshi, tuone, uturekebishe, utubebe kwa mkono wako ulio hodari. Wewe sio kama mwanadamu, wewe ni Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Wewe ni Mungu mkuu, na kando yako hakuna Mungu mwingine. Tunakutegemea, tutaendelea kukutegemea, na bado Bwana tutakungojea katika hema yako, kwa matendo yako ya ajabu umetupangia maishani. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tumekuja katika nyumba yako, tumekuja Bwana katika hemani mwako, tumekuja katika madhabahu yako, mahali mambo yote yanawezekana. Tunapochoshwa na mambo ya dunia, tunapokuja katika nyumba yako Bwana, umetupumzisha mishigo mizito, na hivyo sifa na utukufu zinakurudia. Tunapokuja katika nyumba yako tukiwa wagonjwa, tunapata uponyaji wetu kwa madhabahu yako, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Tumekuja Bwana, tumekuja jinsi tulivyo, tumekuja Bwana jinsi tulivyo, wanyonge, wadhaifu, hatuna nguvu, lakini tunaomba kwamba katika ibada ya siku ya leo utupe nguvu mpya Bwana. Tutoke mahali hapa tukisema kwamba Jehova amekupanda pamoja na mioyo yetu. Kuna mengi ya kudondosha moyo, kuna mengi ya kutuvunja mioyo, kuna mengi ambayo tunayotazama tunasema kwamba tutafaulu namna gani, lakini tukiwa pamoja na wewe tunaomba utusaidie kutazama milima kwa macho yako, kutazama shida zetu kwamba ni utukufu. Umetuangalia ili kwamba tupate kuwa na sababu ya kulisifu na kulibariki jina lako takatifu. Bariki kila mmoja aliye mahali hapa, inua kila mmoja ambaye Bwana kuna nafasi kutusikiza, na kwamba unene pamoja na mioyo yetu katika siku ya leo. Pasua mioyo yetu, ukaweze kutuchunguza, ututengeneze, utuone, uturekebishe Mungu, ili kwamba mwisho wa ibada ya siku ya leo tuseme kwamba kweli Jehova ametutenda mema. Tumenyenyekea katika siku ya leo kwamba Bwana uweze kuinuliwa juu, mapenzi yako yatendeke kama vile yanavyotendeka mbinguni, ukaweze kujidhihirisha katika ibada zetu katika siku ya leo, katika madhabahu haya Bwana, ukatutembee. Kila miinuko kinyume na maisha yetu tunaikataa, tunaipinga, tunaiharibu, tunaikomboa, tunaiteketeza katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Na kwamba ibada ya leo utazungumza pamoja na Mungu, ondoa mawazo, ondoa mikosi na balaa, ondoa kila ngome zote za kishetani, ondoa maroho ya wivu, maroho ya laana na wanyama wa Mungu, kila nguvu zote za kudanganyisha tunazikataa na kuziharibu katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ninatangaza neema ya Bwana, ninatangaza kibali cha Bwana katika ibada hii. Tuonekanie katika ibada hii, tutuzungumzie katika ibada hii, tupate nguvu mpya. Kuna mtu amekosa tumaini, kuna mtu amekosa amani ndani ya moyo wake, kuna mtu amekosa amani katika ndoa, kuna mtu amekosa amani na wale wanafanya kazi. Anapoingia katika ibada hii atoke na jibu lake katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ulishinda kifo, ukafufuka kutoka kwa wafu. Yu hai Bwana, yu hai. Ulishinda kifo, hauko kaburini. Ulishinda kifo Bwana.
uishie milele, uishinde kifo na mauti. Na hivyo hata leo tunapokuwa hapa, tuko na tumaini la kulitukuza na kulibariki jina la Bwana. Bwana wa majeshi, nena pamoja na mtu, nena pamoja na mtu katika ibada hii, nena pamoja na maisha ya mtu katika ibada ya siku ya leo, nena pamoja na mioyo yetu, badilisha mawazo yetu. Bwana wa majeshi, milele, nena pamoja na mzee na mama, nena pamoja na vijana wetu. Mungu, utukufu wako umejaa ndani ya hii, kwamba kama Bwana ametembelea, tumesema ndio, tumesema ndio, tumesema ndio, tumesema ndio. Bwana, tuwatangulia mbio manene, tuwatangulia mbio mama, dietari ya ukari wako tukikukari na kare, tuwatangulia mbio ya sema mbio, tuwakiyo manene, tuwakiyo mbio ya utukufu. Maana wewe ni Mungu nenaye na watu wako. Kuna siku umekusanya watu wako, usije ukanena pamoja na wao. Tunenee Bwana wa majeshi, tu tayari tunasikia katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ni Baba na kamili na mtoto wa salama. Tunaipiga Bwana Yesu. Amen. Namshukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo ambayo Bwana amefanya tukaweze kutoka nyumba yake. Sio kawaida. Gharimu mkono wa Bwana wewe pamoja na mimi kuwa hapa. Na kwa sababu Mungu ametupa nafasi tuweze kuwa hapa, hakuna uwezo kukuzungumzia, hakuna uwezo kukuonya, hakuna uwezo kukufundisha, na hata kukuinua katika viwango vingine. Kwa hivyo hakutakuja kupoteza muda hapa. Tuko hapa ili Bwana azungumze pamoja na mioyo yetu. Kuna kipindi tumekuwa unajiunga na kanisa kwa sababu hauna kitu cha kufanya, ama unajiunga na kanisa ili kwamba ukipatwa na shida kanisa iweze kukusaidia, ama ukifiwa na mwenzako aweze kuwa karibu na wewe, ama uweze kuja kanisani upoteze muda wako tu hapo, ama unakuja kanisani ili kwamba upate umaarufu, ili watu wakujue zaidi, uonyeshe vile ulivyo mgumu katika mambo mengi. Lakini lengo kubwa la kutufanya tuweze kuja katika nyumba ya Bwana ni kuja kukutana pamoja na Mungu. Ndio hao mengine yanaweza kuja baadaye, lakini neno kubwa, jambo kuu na kufanya kutoke kwako uweze kuja katika nyumba ya Bwana, umekuja kukutana pamoja na Mungu. Uje kukutana pamoja na Mungu, usungumze na yeye, na yeye asungumze pamoja na wewe. Mahali ambapo unahitaji msaada kusaidia, na mahali unataka aweze kusimama pamoja na asimame pamoja na wewe, na kutuleta kanisani. Hakuna kuja kanisani kuja kusosana, hakuna kuja kanisani ili kwamba tujue ni nani mkubwa ni nani mdogo. Tunakuja kanisani tukiwa watoto wa Mungu, ili tuweze kutafuta uso wa Bwana, na Bwana aweze kupatikana kwetu katika jina la Yesu Kristo. Kama unaamini mambo haya, nisalimie hewani kwa jina la Yesu. Nataka kwenda kusoma neno la Bwana kutoka kitabu cha Zaburi 100 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Biblia inasema hivi: Serve the Lord. Okay, inasema hivi verse 1. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into his presence with singing. Know that the Lord, he is God.
It is he who made us, and we are his. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him. Bless his name. For the Lord is good. His steadfast love endureth forever, and his faithfulness to all generations. Amen. Amen. Hebu soma. Inasema hivi, inua bantu bese yonse mutero monene n'umuchengo mokwero monene mule mokogoko mocha subu subulaye nakomotera yamatera umuchengo manyango monene nere Nyasaye nero dutungite na itwe n'abaye tule nigo tule abantu baye n'ekimondi ky'eriicho lyaye so asibinda byaye nakomwakira ngambi mono so asikigora kyaye nakomotogia mwakira ngambi mono otogie ebyeta lyaye nakyo manene nombiya na ubwachani bwaye n'obwangale nakale nabwe n'obwegenwa bwaye nigo ogendererete ebyale asebyaye. Amen. Manene isaba haya ni mambo ambayo yanayozungumzwa na ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Haya kama nanakuonile dogo wake ya Nyasaye ngambi ya mono ya kusema kwamba upendo wake ambaye hauna kikomo awokwanele dogo wachangua yuko tabu atengeleko unadumu milele na milele. Wachangua yeko mwenye pekale na kale. Mwandishi anasema hivi kwamba hebu mkaweze kuweka sauti ama kelele ya furaha unapoingia katika nyumba ya Bwana. Kile kinachohitajika ni kwamba sauti ya kupendeza ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, ya kumsifu na kumwambia yeye ni nani kwetu, ya kumwambia kwamba kama sio wewe umefanya sisi kuwa hapa leo. Inamfikia Mungu na inapomfikia Mungu inasababisha Mungu kushuka kwa madhabahu, alafu tunaanza kupokea zile baraka zinazoambatana na kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumwabudu. Katika andiko haya nimesoma, nataka nikuambie faida 12 tunapata tunapomwabudu Mungu na kumshukuru. Sisi katika maisha yetu kwa njia moja ama nyingine, unapokuja katika nyumba ya Bwana, nilikwambia unakuja uweze kukutana pamoja na Mungu na uweze kumwambia yeye ni nani kwako. Katikati ya wiki nilipitia mambo mengi, mengine nimekuanguza, mengine umeyashinda ukapata ushindi. Unapokuja katika nyumba ya Bwana, lazima uwe na sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wakati Bwana nilipita katikati ya kivuli cha mauti, lakini ukanipiga katikati ya wiki nimeona watu wakikufa, lakini Bwana umenitetea.
na sisi ni kondoo wa malisho yake katika jina la Yesu. Tujue kwamba sisi ni kazi ya mikono ya Mungu. Sisi ni kazi ya mikono yake. Tuko chini ya ulinzi wake. Yeye ndiye mchungaji wetu. Yeye ndiye anayetupigania. Yeye ndiye anayejua tunalala hapo. Yeye ndiye anayejua tunaamka hapo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuweze kukuletea mambo 12 nimekwambia ambayo unapata unapomshukuru Bwana kwa sababu yeye anaweza kukutendea. Jambo la kwanza, unapomshukuru Mungu, faida ya kwanza unapata unapomshukuru Mungu ni kwamba Mungu ile sababu ya kwanza ni kwamba unamtukuza Mungu kwa ile ambayo inaitwa unamtukuza kwa utukufu wake. Unapomtukuza kwa utukufu na utukufu wake inasababisha Mungu anaona je umemwinua. Unapomwinua Mungu anaachilia baraka katika maisha yako. Katika maisha haya ya kawaida kienda kwa mheshimiwa ambaye ni mkuu wa kaunti ama gavana, mwambie gavana, kazi umeifanya katika kaunti yetu ni kazi ya nguvu. Ukiangalia barabara mambo yako sawa, ukiangalia mambo ya shule unaona kazi umefanya, ukiangalia mambo ya hospitali unaona madawa ya kupata. Unapomwambia mambo hayo kama akiwa katika kiti chake anaweza kuajilia kitu chochote kwako kwa sababu umemsifu na umemwinua umemweka mahali anastahili kuwa. Sisi kama kanisa wewe unapokuja katika nyumba ya Bwana unapomwinua Mungu unasababisha utukufu wake unakuja katika maisha yako. Utukufu wa Mungu unapokuja katika maisha yako lazima magonjwa yapate kupona. Maana utukufu wa Mungu umeshuka, na utukufu wa Mungu unaposhuka katika maisha yako ile milango imefungika lazima ifunguke, kwa sababu umemsifu Bwana na ukuu wake umeshuka katika maisha yako. Swali vizuri tunapokuja katika nyumba ya Bwana kujifunza kumshukuru Mungu kwa utukufu wake. Yeye ni muweza. Namba 2, tunapomrudishia Mungu na kumwambia asante, inatusaidia kumuona Mungu. Mungu anajifunua kwetu. Mungu anajifunua kwetu. Tunapomtukuza Mungu na kumwambia asante, Mungu anajifunua kwetu na sisi tunamuona. Na hawezi kumuona Mungu hadi jinsi ulivyokuwa.
when we give thanks to him, he puts us squarely in God's will. Anatuweka katika mpango, anatuweka tunakuwa pamoja na Mungu. Yaani njia nyingine anatuweka tunakuwa kwa mpango wake. Anatuweka tuweze kujua mapenzi yake ni nini katika maisha yetu. So unapomsifu Mungu na unapomwambia asante, Bwana anakuleta karibu na anakuambia na mapenzi yake katika maisha yako. Bwana asifiwe. Unapomshukuru Mungu, unapomwambia Bwana wewe unastahili, unapomwambia wewe ni mkuu, unapomwambia Bwana wewe unatosha, inatufanya anatuweka tunakuwa katikati yake, tunakuwa na tunajua mawazo yake. Alafu tunaelewa mapenzi yake yapi katika maisha yetu. Kama kanisa inastahili tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunapomshukuru Mungu inasababisha tunakuwa na amani. Tunakuwa na amani katika maisha yetu. When we thank God, He is our peace in our life. Analete amani katika maisha yetu. So unapokosa amani katika maisha, jifunze kumshukuru Mungu. Unapokosa amani katika njia zako, hata wakati mwingine hauna hata kuomba, lakini unapomsifu unamwambia Bwana unaweza, hii muda mchache itakuwa Mungu anasababisha amani katika
Inafuta Mungu katika maisha yako. Unapoendelea pamoja na Mungu, mzunguri kwa matendo yako. Anashuka atembea pamoja na wewe. Na Mungu akitembea pamoja na wewe, hakuna jambo lisilowezekana. Mungu atashindwa kulitenda kwa sababu anatembea pamoja na wewe. Anatembea na kila Enoku, anatembea na kila Abrahamu, anatembea pamoja na watu wengi ndani ya Biblia. Wale waliotembea pamoja na wao walipata ushindi wa ajabu. Na wewe unapotembea pamoja na Mungu, wakati ule vita ameshuka katika maisha yako, lazima mabadiliko yawepo. Naomba katika jina la Yesu na Mungu wa Mungu asema amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Basi Bwana inasema it gets with thanksgiving, so it goes with praise. Give thanks to him. Give thanks, that's verse 4. Give thanks to him and bless the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Jambo la sita, unapomshukuru Mungu, unapomwambia Bwana asante, analete kukitosheleza ndani ya maisha yako. Kama kuna mambo umetamani, unatamani na kutamani utosheke. Kama unatamani lakini upati, unapomshukuru Mungu kama utapata. Unapomshukuru Mungu wakati milango inafunguka. Unapomshukuru Mungu hata kama ni dalili ya ushindi, Bwana inawezekana. Bwana atasababisha kujitosheleza katika maisha yako. Kuna watu katika dunia hii ambao hawatosheki. Wakipata hii wanatamani kingine, wakipata hii wanatamani kingine, wanahangaishwa na mambo ya dunia. Lakini unapomshukuru Mungu unajitosheleza. Mungu anasababisha kutosheleka katika maisha yako katika jina la Yesu. Ni vizuri kumwomba Bwana, ni vizuri kumtukuza Mungu, na ni vizuri kumtukuza kwa wema wake katika maisha yako, ili asababishe kutoseka katika maisha yako. Jambo la saba, unapomtukuza Mungu inasababisha imani yako inachukua mizizi, inaweka mizizi kabisa. Ndio kusema thanksgiving is your faith. Unaweka imani yako inasama, inachukua mizizi, yani unakuwa stable, yani hawezi kutikika, unakuwa na nguvu. Mafungu yanapokuja maisha haya nakuruka za kila njia, zinapokupiga hawezi ukaanguka chini, maana umechukua mizizi katika imani yako katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Asifiwe Bwana Yesu. Namba 8. Jambo la 8 ni kwamba unapomshukuru Mungu, thanksgiving leads to joy. Yani unapomshukuru Mungu unamwambia asante.
kuongoza kwa furaha. Hauwezi kuja kanisani ukiwa na mizigo mingi. Hauwezi kuja kanisani ukiwa unahuzunika. Hauwezi kuja ukiwa na mateso ndani ya maisha yako. Unapomshukuru Mungu, Mungu husababisha furaha. Furaha ambayo inapatikana sio kwa sababu ya pesa. Furaha ambayo inapatikana sio kwa sababu wewe ni kiongozi wa kanisa. Furaha ambayo inapatikana sio kwa sababu kuna chakula kingi. Lakini furaha leo inasababishwa kwa sababu umeweza kumshukuru Mungu. Na Mungu ameajilia furaha ya kipekee katika maisha yako. Wanatumikia Mungu kanisa. Wamevunjika moyo. Sababu inaweza kuondoa mizigo. Kujifunza kumshukuru Mungu. Ili ajilie furaha ndani ya maisha yako. Unapokuja kanisani, unakuja ukiwa na furaha. Na unaenda nyumbani ukiwa na furaha. Anavunjika moyo kwa sababu ambaye alikuwa anatarajia kupata kanisa angeyapata. So ni vizuri kumshukuru Mungu. Aachilie furaha ndani ya maisha yako. Aachilie furaha katika ndoa yako. Aachilie furaha katika maisha yako ya kiroho. Aachilie furaha hata katika biashara yako. Aachilie furaha kwa watoto wako. Unafurahia unamtumikia Mungu katika jina la Yesu. Oh, haleluya. Nikimalizia namba 9, unapomshukuru Mungu unafunja uongo wa Shetani. Unapomshukuru Mungu unafunja au unaharibu uongo wa Shetani. Thanksgiving Satan is lies. Inaharibu uongo wa Shetani. So kama unataka usiweze kufuata uongo wa Shetani, kuna watu wengine wamedanganywa katika maisha yao na wanaamini uongo. Kama unataka uongo uondokee, jifunze kumshukuru Mungu. Mwambie Bwana asante. Wewe unastahili kuinuliwa katika kila katika uwepo wa Mungu. Mipango ya adui na uongo wake utavunjika kwa sababu uko mbele za Mungu. Mungu akiwa pamoja na wewe, lazima kila uongo uvunjike. Lazima kila mipango ya adui iweze kuanguka. Lazima kila maroho yakaweze kushindwa yanayopigana pamoja na wewe. Kwa hiyo kuna vita vingine havistahili kupigana.
mimi. Tunapomshukuru Mungu, Akatoka mapaja manene. Kwa mwaka mbiamo. inatulinda Ikiye kutoreta. tusije tukawa na wivu. Bota toa isabu tuanita. Kwa Kiingereza, Thanksgiving guards against enemy. Kwa mwaka ya Nyasaye mbiamo na. Eko kutoreta. Usema kutoreta na kutoa isabu tuanita. Yaani inatuzuia Eko kutaka. tusije tukatamani jinsi ya mtu mwingine. Bitocha tuwane bitoyala tuwate. Tusiwe na wivu. Bitotuwane damwa. Tusiweze kukasirika wengine wanapoinuliwa. Bitowa isaboke chwanya la watu wako. Wengine wanapokuwa na kipawa zaidi na wewe. Amate kama kwa vile yako ndio. Kama ni mwalimu anapofundisha, One Mungu alikuwa kalamu somia. unachukia unasema ni kwa nini hii sasa nini yeye anafanya? Watu wake Kama ni nabii anatoa unabii, wale Mungu wanene la Mungu. unakuwa na wivu ndani yako. Watu wale na mambo. Kama ni mwinjilisti ya kimwili, Wale Mungu wanene. unasema hii sasa mimi nakwambia. Wale wana ahadi na wote. Unapomshukuru Mungu, Mungu wake Nyasaye ya kulinda tusije tukawa na wivu. ndiye Mungu anatoa Kwa mapara mengi ya watu wengine. asiye yeye kwa watu wake. Inatulinda tusiwe na wivu. Ndiye Mungu anatoa Wengine wanapoingiwa, na watu wako ndio inatulinda tusije tukawa na wivu. Watoto wa wenzako wanapopata uzima. Lakini siku hizi makanisani, kuna watu wako na wivu. Ukiona ukiinuliwa wanakataa, wanapinga. So, ujifunze kama uko na ile roho ya mfunguo. Ukiona mtu anafaulu na ndani yako unasikia ni kama unatetemeka. Ukiona milango ya mtu fulani imebarikiwa, imefunguliwa, unasema jifunze kumshukuru Mungu. Na Mungu ataondoa hili. na Nyasaye na usiye Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nikimalizia Ukuri na roho. namba 11 Kiroto ukuri na roho. namba 11 Namba 11. ambayo ni ya pili kwenda kumalizia. Hii akore kucho ukuri na. Thanksgiving Umande Nyasaye na biamu. helps us live in the presence of God. Ije roho kwa kwa. No, Thanksgiving Umande Nyasaye biamu. helps us Ije roho kwa nya. to live in the presence. Kwa menya ase In the presence. ase roni ase bideli ase roni. Bwana asifiwe. Inakwambia ni vizuri kuishi maisha haya. Yaani hapo Maisha yako. bila kama ndio kinakuwa Leo unaweza leo. Usiwe mtu ambaye anataka kuishi kesho na ile hali uko leo. Unaishi leo na kesho Mungu atakusaidia. Uweze kupata ya kesho kupitia kwa uwezo wako. Kwa uwezo wa Mungu. Unasema kama unapomtukuza Mungu, Mungu anakupa nguvu. Unaishi ya leo. Bwana asifiwe. Kuna watu wamekufa leo kwa sababu ya mambo ya kesho. Kama atakosema ni mambo ya leo. Wanasema Wiki wanasema bila leo. So mtu anakufa leo kwa sababu ya mambo ya mwaka kesho 2024. Unapomsifu Mungu anakusaidia kuishi leo. Na unapoishi leo anakusaidia kuishi kesho. Na unapoishi kesho anakusaidia kuishi milele. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Namba 12 ambayo ni ya mwisho kwa leo inasema hivi: tunapomshukuru Mungu ama Thanksgiving is a testimony. Ni ushuhuda. Yaani Mungu ametutendea. Unaposimama hapa unasema nashukuru Mungu. Nilikuwa nahitaji fulani, Bwana amenitendea. Na si
sifa na utukufu zinamwendea Mungu. Mungu amenena ubatizo akulikushia. Mungu alimsaidia Asingetonya sana kwa asiweze kunyamaa. kwa sababu kila Hebu toa ushuhuda. hapo Mwambie Mungu kwamba Mungu amenitendea. Mungu amenena maana kwa pale hiyo. Shukrani Bwana. Wake ya sababu ya Mwambie Bwana wewe ndiye Mungu ambaye unaweza. Mungu na yeye sawa bila Katika jina la Yesu. asiyeta ya Yesu. Kuna thanksgiving ya maneno. Mungu wake ya sababu kwa maana Ya kumwambia asante kwa maneno tu. Mungu mtalipi ya wana sama kana maneno. Ibada ya maneno. Ibada ya maneno. Ya kumsifu kwa maneno. Mungu mtolia sama maneno. Na pia kuna ibada nyingine ya kumsifu Mungu. Ibada ile ile kwa mwanga ya sababu ya maneno. Ambayo inaenenda na kutoa. Yepo ndani Mungu wa Thanksgiving in giving. Mungu wake ya sababu ya wana soko. Yani unatoa. Nani hukumu wewe? Unatoa sadaka. Wao sadaka. Katika madhabahu unasema nilikuwa na mahitaji haya. Asama baba ya Na mshukuru Mungu amenitendea. na sasa tunasema kwa ile Nilikuwa naomba kwamba mtoto wangu Mungu amsaidie aende Canada. hiyo ndio sababu mwana wa Canada. Mungu amefungua mlango. Na sababu wewe mwana Na mtoto wangu ameenda pale. Mungu anaoshia Nimekuja na sadaka katika madhabahu. asama baba. Nimeshukuru Mungu. Hiyo kwanza na ya Thanksgiving offering. Mungu wake anasema Tunatoa kwa sababu ya yale Bwana ametutendea. Mungu asante sana kwa Ulikuwa na mahitaji fulani. Mungu kama anayoye Ulikuwa unataka uponyaji. wapate Mungu wewe. Mungu amekuponya. Sawa kwa wewe. Unakuja kwa madhabahu. Wacha sana baba. Unamwambia Bwana, Baba ndio Bwana. nilikuomba Na usamehe. na ukanipona. Natoka wewe. Nimetoa sadaka hii Na umesadaka. ya kushukuru matendo yako makuu. Ndio wake ya mabora ya Na hiyo Bwana naipokea. Yeye sana. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna ushuhuda utatoa kwa kutoa maneno ya kushukuru tu. Na kuna kule kutaa kwenyewe. Amen. Wale ambao wamekuja nyuma, tumesoma Zaburi 100. Aya ya kwanza, ya pili mpaka ya 5. Nitasoma kusoma tu, lakini mambo mengine siwezi kuelezea. Nasema hivi, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. Verse 5. For the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Hapo ndio nilisoma. Alafu nikazungumza mambo 12 unapata unapomshukuru Mungu. Na nimezungumzia kwamba kuna aina mbili ya kushukuru Mungu. Unaweza kumshukuru kwa kuzungumza maneno tu, na pia unaweza kushukuru kwa kutoa sadaka yako na kusema kwa ya shukrani. Na Bwana awabariki. Nataka kwenda kuomba. Simama zote juu. Naomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kuna mambo mengine huwezi kuyashinda. Kuna vita vingine ambayo hauwezi ukashinda. Mpaka ujifunze kushukuru Mungu ili Bwana aweze kupigana vita mwenyewe. Kuna mambo mengine huwezi kuyapata. Sisemi kwamba kufunga ni mbaya. Unaweza kufunga nyumbani, ufunge ukiwa nyumbani, ufunge kanisani. Lakini kuna mambo hauwezi kuyapata mpaka ujifunze kumshukuru Mungu. Na umwambie Bwana asante. Na katika hiyo hali Bwana atapigana vita mwenyewe.
asili taja Yesu. Vile mikono yetu tunapoomba. Ndoto kama mtu anayetoka sana. Baba tunakushukuru. Ona yetu akili na ndia na Tunabariki jina lako takatifu. walipokea ile taja wewe. Wewe ni mweza. Aino mwenye ali. Wewe ni mkuu. Aino mwanene. Kando yako hakuna Mungu mwingine. Sasa na yeye sauti taja. Mapendo yako ni makubwa. Makora ulama nene. Wewe sio mwanadamu. Ayekali kwa watu. Wewe sio muongo. Ayekali mwenye. Wewe sio mdanganyifu. Ayekali mwenye. Wewe ni Mungu. Ayenya sana. Na unaposema Neno opewa. unatenda. Na unapobariki Neno sisi hakuna wa kulaani. nitayo kwa Na unapolaani neno kwa hakuna wa kubariki. nitayo kwa sisi. Katika siku ya leo Asante kwa leo. tunajifunza mambo hapa. Tunaingia maana Kwa Psalms 100. kwa sababu yeye Hapa tujifunze kukushukuru. inakuwa ile kwa kila Katika hali nzuri, asama alama katika hali mbaya. asama Na alama katika hiyo hali ya kukushukuru, asante ndio kwa tunafuta uwepo wako. Tunafuta nguvu zako. Tunakaa pamoja nasi. Katika kule kukushukuru, tunasababisha magonjwa yetu kuponywa. Katika kule kukushukuru, tunasababisha maadui zetu kusababisha. Katika kule kukushukuru, tunasababisha uhusiano wetu unakuwa bora zaidi. Pamoja na wewe, napea mtu ambaye hapa anasema Yesu wa Nazareti, tukuze kukushukuru. Kuna mambo tulikuwa tunaombea, utakupendea. Kuna milango tulikuwa tunataka ifunguliwe, Bwana ukafungua. Watoto wetu walipotea kutoka nyumbani, ukaomba ukawarejesha. Wengine wakawa wanavuta bangi, ukaomba wakaacha bangi. Tunajifunza kukushukuru. Sio kawaida. Nikijaribu mkono wako. Wakati mwingine tunasahau na wengine ni nguvu zetu. Tunatarajia zaidi kwa sababu ya uwezo wetu. Tunaweza kwamba ni nguvu zetu zinatufanya tunafika mahali tunafika. Tunapaswa kukushukuru ee Bwana. Tunanyenyekea mikononi mwako katika ibada hii. Nikiomba Bwana tusaidie. Tuweze kukumbuka mahali ambapo hatuja kushukuru. Tukushukuru na uweze kutenda makubwa. Kila maroho, kila mapepo, kila laana zote, nguvu za giza, mipango ya adui, laana na njama za kila njia, ninateketeza kwa jina la Yesu. Kila roho ya kila njia, maroho ya adui, yasikuja kwa njia moja, sababisha kwa njia saba. Kwa jina la Yesu Kristo, milango ya ibilisi ifunguliwe. Bwana ufungue milango ya mbingu. Bwana ufungue milango ya walioshinda sana, walioshinda sana, wapata ushindi kama madhabahu haya leo. Ili jina lako liinuliwe. Mungu libarikiwe. Nimenyamazisha kila sauti kwa mamlaka umenipatia. Nguvu za kiungu kutoka kwa madhabahu haya. Kila maroho ya uadui, kila maroho ya mwisho, ninaisambaratisha. Ninabariki neno Jesus. Ninasambaratisha kila mipango ya mwovu, inayopangwa usiku, inayopangwa mchana, inayopangwa katika ndani ya nyumba, inayopangwa katika mahali ambayo ni tambarare, inayopangwa juu ya anga, inayopangwa katika nchi kavu, inayopangwa ndani ya maji, zimetamka kuharibika na kupangwa. Katika jina la Yesu
Watu sadaka Ili Bwana akatubariki pamoja. ili kasanya roho Sasa sadaka sisi ya Yesu Kristo. asili ya Yesu Tulete sadaka zetu hapa mbele. Torete sadaka chetu kusaidia Jina la Bwana litainuliwa. ili itaje kwa ndani kwa mbinguni. Amen. Amen. Sawa sisi. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Tunaendelea sasa Sunday school. Hapo kila kitu kiko sawa. Nataka kusema na umemaliza hapo.